Sasa tunachagua ule wimbo mmoja ambao tutapeana kwa mkubwa kwa sheria ya sherehe kurudisha sherehe ya siku ya leo. Mambo haya wanakuwa wanafanya tulikuwa tunayaona kutoka Tanzania kitambo wakati ule nikiwa mdogo, lakini Mungu ametujalia Roho Mtakatifu wa Mungu umetembelea eneo letu. Hao ni watu wa nyumbani hapa tu, msifikiri wametoka mbali. Hawajatoka Tanzania, Sengerema ama wapi. Ni wa hapa hapa tu. Akisaidiana na chief mkuu katika ofisi yetu ya location, atatuendeleza katika maendeleo na mipango mingi ya serikali, akitusindusha yale yote ambayo yanahitajika katika kukua kwa eneo hili. Mipango ni mingi, serikali iko na mipango mingi ya kuhudumia, nasi pia tuwaombwa kuwa na ushirikiano mwema. Hasa majuzi tu walituambia kuna madaktari wanatembea, wanapeana chanjo, wanapeana madawa ya vitamin. Watumishi hao wa madaktari wako vijijini, muwape muda mzuri. Kuna listers, kuna watu wanaitwa listers, maviranja ambao wameachiliwa, wametumwa kwetu, wanaendelea kuangalia na kutuandikisha. Maboma kadhaa wanatuandikisha tujue village ama kijiji fulani kiko na maboma mangapi. Hivyo baada ya kuandikisha, maviranja wengine watakuja moja kwa moja wakiwa na mafomu. Watakuja, watakuuliza maswali machache. Mahojiano hayo yatakusaidia kujua iwapo una tuseme mlemavu kwa boma, ikiwa uko na mayatima hapo, ikiwa kuna wazee wale ambao wameenda miaka zaidi ya 70, wale mnajua uko katika program ya cash transfer. So hao wataingia kwa data bank ya serikali. Baadaye sasa serikali itakuwa na mipangilio mizuri ya kutaka kusaidia hao watu. Na hivyo basi naulizwa tusiweke hiyo mambo kama ya siasa, tusingize siasa kidogo, ile siasa ambayo inaharibu. Wengine wanasema lakini yule watu mkikumbuka wakati ule mwingine tukiajiri wale wazee wakongwe, wengine waliweka siasa kidogo baada ya tuseme miaka ile kama miaka 5 iliyopita. Wengine ilikuwa kipindi cha siasa pia, wengine wakasema hii ni mambo ya siasa, leo tutapiga kura nini. Lakini wale walioandikishwa mkiwaangalia vizuri na unawajua, waendelea kupokea pesa yao ya cash transfer. Wale ambao walizushia na hiyo program ikawapita. Kwa hiyo saa hii hata ukiweka kasoro kidogo ya siasa, ni heri sasa hao magrada watapita kwako, wataenda mbele, wataendelea na shughuli zao na usije kulalamika baadaye. Huo ujumbe unatoka kwa ofisi ya mkuu wetu wa wilaya, na tumepewa kuwahamasisha wananchi hapa mashinani ili tuweze kushirikiana na kufanya mpango ya serikali kwa pamoja. Mwajua vizuri serikali ya wadhamini sana kama wananchi watukufu, ya wapa mpango yote
tena. Wayawapa mashauri pia muweze kufahamiana na yale ambayo yako njiani, yale yanakuja, ili muweze kusaidiana na kufanikisha maendeleo yake mashinani. Asanteni sana. Pia narejesha kipaza sauti kwa yule ambaye alikuwa anasimamia program ya entertainment kidogo tu, ndio tuendelee. Na sasa kipindi hiki wanaimba kwa mwindo ambayo iko nyororo, wakiwa nasi hapa katika mbele zetu hapa ni Wanagetale SDA, wanamtukuza Yesu Mwenyezi Mungu, wanamwezi Mwenyezi Mungu na kumwenzi, ni hao wanametameta hapa. Asante kwa Mwenyezi Mungu asikutama nanyi na asikuwa nanyi katika hara zenu mpaka siku ambayo atakaporudi hapa duniani ya pili. Asante Mwenyezi Mungu. Hii leo kijiji mmaelewa, wadhifa wake eneo, wageni wenyeji tawa, furaha sherehe leo, karibu adinasi nyote, starehe lipa ya chifu. Chifu chanzo na kiini, kwa serikali angazia nchi, pokea duma vijijini, sifu daraja dhabiti, kwa shuhuda ni yakini, twamwenzi kwa zake bidii. Karibu adinasi nyote, starehe lifa ya chifu. Wahenga ndo wakalonga, sikia la mkuu wako, siyefunzwa na yake mama, tafunzwa na walioko. Chifu ulimwengu hapa, hapana taka hadamu. Karibu adinasi nyote,
Tumemaliza. Shwadakta. Ndio hao watoto wanauliza mwabinorori. Karibu sana, karibu. Karibu rais wetu. Ishara ya rais wetu katika wilaya ya Itago ni bwana DCC ambaye kutoka pale mwana anaingia na wageni wake kuonesha kwamba sherehe yetu itafanikiwa ama itatimia. Asante sana. Wimbo wa makaribisho bwana DC wetu, karibu kwa uwanja huu wa Moma. Karibu sana. Meandamana na SC1 ama DO1 wale mlikuwa najua hiyo. Anaitwa bwana Daniel Uma. Meandamana na OSPD wetu bwana Robert Amoro. Asante sana, karibu. Karibu sana. Bwana SC bwana Laban Kariuki. Timu kubwa kutoka wilaya yetu ya Itago. Tutasimama zote kumlaki mgeni kwa vigelegele na sangu. Anaendelea kukagua uwaride wa machifu pale. Asante sana bwana DCC wetu. Asante sana, karibuni. Karibu sana mgeni wetu wa heshima. Asante sana. Tulikuwa tunakungoja kwa hamu na damu, na asante sana ukishafika, tumefurahia na tunajua sasa sherehe yetu itatimia. Kwa muda huu sasa tampokeza kipaza sauti bwana naibu mkuu wa chifu wa eneo hili bwana Kombo aweze kuendelea na kipindi kilichosalia. Asante. Karibu. Asante sana naibu wa chifu wa kata ndogo ya Wasaya. Taomba wanafunzi sasa mtulie kidogo ndio niwapatie nafasi vizuri muimbie wageni. Nataka mtulie kidogo ndio tuanze ratiba yetu rasmi, kwa vile inahitajika tukae kidogo ndio niwapatie mwelekeo vile tutaenda. Mgeni wa heshima wa siku ya ni DCC wetu wa Itago, na wageni ambao ameandamana nao kuja huku umekaribishwa kwa kipindi poza. Tuingie kwa kipindi kingine. Pasta mahali ulipo, pasta kwa eneo hili, tafadhali ufike huku ndiposa utuelekeze kidogo ndio tuingie kwingine. Karibu. Nasema ni asante kwa nafasi. Wanafunzi naomba mketi kidogo. Mketi kidogo. Thank you. Nimeona maafisa wa serikali wamefika hapa. All protocol observed. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Wa mjamboni nyote. Thank you very much. Mimi kwa majina ni Pastor Josiah Njore, ambaye ni pastor wa eneo hili katika makanisa ya Kiadventista. Ninaenda kuchukua muda mfupi nisome fungu, kisha baadaye tufanye ombi na baadaye tapewa mwelekeo. Kabla sijaendelea sana, ningependa tufanye ombi na tuombe. Mwenyezi Mungu shie mbinguni, tunakushukuru na tunakualika wakati huu unene pamoja nazi tunapofungua sherehe hii, tukianza na neno lako. Roho wako atuongoze.
tangia sasa mpaka mwisho, na mwisho wa siku upewe sifa na utukufu. Ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Ningependa kusema ya kwamba sherehe ya leo ni sherehe ambayo inalenga kumtawasha Onesmus kwa ajili ya kutuongoza. Ndio sababu tumeona viongozi wa serikali wamefika. Biblia inasema nini kuhusu serikali? Ningependa tusome kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza. Mungu, je, anatambua serikali? Does God recognize the governments? Je, Mungu anatambua serikali? Kitabu ni cha Warumi kutoka Biblia Takatifu. Mstari wa kwanza, Elder Joel. Warumi 13 mstari wa kwanza. Everyone must submit himself to the governing authorities. Biblia inasema kila mtu atinyenyekeshe katika viongozi. Utawala. For there is no authority except that. Maana hakuna mamlaka ambayo yamewekwa, that which God has established, ambayo Mungu akaanzisha. The authorities that exist have been established by God. Kwamba falme zote na utawala wote umeanzishwa na Mungu. Consequently, kwa hivyo he who rebels against the authority, yeye anayekaa kinyume na serikali, rebelling against what God has, yeye anaenda kinyume na kile ambacho Mungu ameanzisha. Kwa hivyo and those who do so, na wale wanaofanya hivyo, bring judgment on themselves, wao watajihukumu wao wenyewe. Kwa hiyo sherehe ya leo ambayo imetukusanya hapa inatambulika na Biblia ya kwamba Mungu ameweka viongozi. Mungu ndiye mwanzilishi wa serikali, na yeyote ambaye huenda kinyume na serikali hiyo basi huenda kinyume na Mungu mwenyewe. Continue. For rulers hold no terror for those who do not right. Watawala hawana shida na wale ambao waendi kinyume. But for those who do wrong, lakini kwa wale ambao wanakosa, for those who do wrong, wale ambao wanakosa, do you want to be free from fear of the one in authority? Je, unataka kuwa huru usiwe na woga kwa kiongozi anayetawala? Then do what is right. Fanya lile lililo jema, and he will commend you. Na he will commend you. How do we put it in Swahili? And then you will be free. Kwa hivyo mamlaka yote, serikali yote Mungu anaitambua. Ndio sababu tukiendelea kusoma even taxes, tunaambiwa ya kwamba kodi, taxes tulipe, maana Mungu anajua ya kwamba serikali ndio inatengeneza barabara, ndio inaunda shule, ndio inaunda hospitali. Kwa hivyo ni lazima tuyafanye hayo Mungu utuagiza kama Wakristo. Ninapoenda kumaliza, ndugu Onesmus, sherehe hii ni yako siku ya leo. Suleiman alipoulizwa na Mungu anahitaji nini, akasema ninahitaji hekima, na jambo hilo likamfurahisha Mungu. Kuna viongozi wengi ambao wamepewa hii taji, ndugu yangu, naenda kupewa leo. Hata viongozi wako hapa wanaweza kuyahakiki hayo. Wengine wakafalishwa taji na mwishowe wakanyanganywa. Je, viongozi ni hivyo? Kuna wale wamepewa na wamenyanganywa. So sherehe ya leo ni ombi letu ya kwamba ukae na hiyo taji hadi kifo ama retirement. Haleluya. Uitunze. Maandiko yanasema nini? Unaposoma Biblia inasema ya kwamba where there is no vision, people perish.
Pale ambapo hakuna maono, taifa hufanya nini? Huanguka. Biblia inasema ya kwamba kiongozi mzuri anapotawala, hata taifa, jamii huendelea kukua na huendelea kukuzwa, na kiongozi mbaya anapotawala, taifa huanguka. Ni ombi letu ya kwamba Mungu akusaidie katika utawala wako, uwe wa mibaraka, ukuze ujumi wa eneo hili. Wale ambao wanakuzunguka wawe ni watu wenye hekima. You should be surrounded by people who are wisdom. Usije ukazungukwa na watu ambao hawana hekima, watu ambao wanasimamia ukweli, wawe hao ndio wanakuzunguka. Watu ambao wanakataa hongo, wawe ndio marafiki zako. Watu ambao wanafurahia haki. Mara nyingi Kenya hii tunalia haki. Mara nyingi tunasikia haki yetu. Haki yetu kila mahali, haki yetu, haki yetu. Shida ni ipi? Utawala hautapeana nini? Haki. Upeane watu wako haki na Mungu akubariki. Ekerona akina tuaterete fukuruga kale kale sukuru ya nale gontebia twairo mumure kobia kobiki bare komwa nigesicho bare komubekera magega bamotebia mumuro ambebu ya buya. Mark the last stanza. Mumuro ambebu ki ambebu ya buya. Mumuro ambebu ya buya. That's our prayer as your pastor. I stand to pray that may God grant you wisdom. May He grant you knowledge that comes from above, so that you will be able to administer justice to our local people. Hallelujah. Wakija uamue sawa sawa bila kwenda kombo. Wale ambao mnamzunguka mambo ya hongo mukatae katika jina la Yesu. Hallelujah. And our economy will grow, and our level of education will grow here, and we shall experience peace within the community. We shall have unity, and this must begin with you. Hallelujah. Ni wangapi tunamwombea ya kwamba hii kovia anayofarishwa hii leo idumu akitupa haki siku zote. Mwenyezi Mungu ishie mbinguni, tunakushukuru wakati huu tunapoanza sherehe hii ya kumtawasha ndugu yetu anapopewa taji ya kuongoza, kutambulika na serikali. Ni ombi letu ya kwamba mtaze hekima na maarifa vyote vinavyotoka mbinguni, ili anapohukumu na kuamua aamue sawa sawa na mapenzi yako. Umzunguke anapolala na kuamuka, anapoondoka na kurudi, ulinzi wako uwe pamoja naye. Na wale ambao wanamzunguka, wale ambao wana nia mbaya ya kumpotosha, katika jina la Yesu waanguke mbali. Baraka yako iwe pamoja nazi, utupe amani kama taifa. Ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Thank you. Thank you, Pastor, for the brief sermonette. Kwa wakati huu ningependa nimulete Bwana Senior Chief ndiposa tuelekee kwingine. Bwana Senior Chief, Getenga location, please come. Thank you, Bwana Assistant Chief. Pastor, asanti kwa kutupa neno la Mungu. Mgeni wetu ambaye tulikuwa tunaongea siku ya leo, ambaye ni DCC wetu wa Itago Sub County, wakiandamana na SCC1 Mr. Uma, SCC Itago Mr. Dabani Karioki, our hospital Itago Mr. Laban Omoro, na wageni wote kwa jumla. Abakena banene amjambo. So siku ya leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya sherehe. Watu wakiwa mahali wanasanyikaga
saa ingine matanga, saa ingine sherehe. Hata matanga ni sherehe. So hii ya leo ni sherehe ya kufurahia. Sherehe ya kufurahia, kufurahisha moyo, kufurahisha tamu, na pia hata kufurahisha tumbo. Tumbo pia itafurahishwa leo. So kwa kuenda kwa haraka, mgeni amefika. Bana, this is sisa hapa ni Muma Primary School. Ningependa bana guest of honor tufurahie kidogo kwa entertainment kidogo tu, alafu nipate speeches kidogo tuendelee na sherehe. So kwa kuomba, hapa ni kwa shule, kwa sababu watoto walikuwa na hamu, watu wote wa hii area walikuwa na hamu ya kuona sherehe kama hii, and we assumed it's part of the CPC program. Watoto pia waone nini inafanyika, kuna kitu watasoma. So in brief, ningependa kuita Muma ST Choir. Muma naenda kama moja mmoja bengi sana, ama gani hapa chinga kinyingi. Nyimbo moja na iwe fupi. Nafikiri mlikuwa mmejipanga. Na hii Muma ST Choir ndio mahali assistant chief anashiriki. Hii ndio choir yake. So nyinyi ndio mnataka mfungulie kwa njia ya haraka na ufupi. Mungu ameagiza
Asante. Asante. Kenulia fa. Tena nijapokuwa na unabii bila upendo
kwa lugha za wanadamu na za malaika. Tena nijapokuwa na unabii bila upendo ndani yangu ni bure. Upendo wa kweli ni upendo Adamu ulio na vitendo, hauna unafiki, unastahili yote, unastahili kuwa kati yetu. Upendo wa kweli ni upendo Adamu ulio na vitendo, hauna unafiki, unastahili yote, unastahili kuwa kati yetu. Asante sana ya Shongo, hata nyinyi mmejaribu. Abande bakoboyo
Tunasema karibu hapa kwetu Muuma, tunasema karibu hapa kwetu Muuma. Tunasema karibu Etanyeri Ouma, tunasema karibu Etanyeri Ouma, tunasema karibu Chakisuno Cherute, tunasema karibu Chakisuno Cherute, tunasema karibu. Tunasema karibu hapa kwetu Muuma, tunasema karibu hapa kwetu Muuma. Kombo, tunasema karibu Joseph Kombo, tunasema karibu, tunasema karibu hapa kwetu Muuma, tunasema karibu hapa kwetu Muuma.
Thank you so much. Bwana Sisi, DCC, and all the protocols observed. Mimi ndiye mwalimu mkuu wa shule. Kwa majina ninaitwa James Omwega. Nachukua fursa hii kuwakaribisha nyinyi nyote katika sherehe hii ya kumweka wakifu naibu wa chifu wa eneo hili la Muma. Kwa hivyo mnaposimama ama kuketi katika uwanja huu, jua ya kwamba mimi ndiye nimewapa mamlaka ya kuwa katika mahala hapa. Kwa hivyo mjisikie mko nyumbani, na mnapoangalia shule yetu, hii ni shule ya msingi ya Muma. Hivyo ni ndivyo ilivyo, hiyo jinsi ndivyo shule yetu ilivyo. Kwa hivyo tunapokaa hapa tunajua ya kwamba shule yetu ina mahitaji mengi. Nyinyi kama washikadau wa shule hii, mnapotoka mkienda, jaribu kutafuta wafadhili ili kwamba watusaidie. Shule yetu iko chini sana katika hali ya mijengo. Kwa hivyo hiyo ni ombi langu. Miongoni mwetu kuna walimu wenzangu ambao ni staff members, mahali popote wako, na wasihi msimame ili mkaweze kuwevu katika kikao hiki kwa haraka. Mahali mko mwevu namna hii, asanteni sana. Mungu awabariki. Karibuni nyote. Thank you so much. Thank you. Muma Primary School did some Muma Secondary School. Principal wa Muma, just come say and the word. Hii ndio principal wa Muma Secondary School. Salamia wageni ambaye wametutembelea. The DCC, the SCC, officers from the sub-county, ladies and gentlemen, good afternoon. Kwa majina mimi naitwa Paulo Molo. I'm the principal of Muma Secondary School. I'm delighted to be here on this day of the coronation of our friend Onesmus Oino. Today is when you are starting your work. We wish you God's blessing. I also want to say that Mr. Oino is a blessing to our community. His wife is our member of the board, together with Stephen Oono. We have been consulting with him, working together, and the DCC, let me inform you that you have a good and mature person ready for the task.
all the ministries programs, including the CBC, the NEC exams, he usually coordinates. And he ensures that there's a lot of discipline in the area. Late last week, he brought to us one of the children who have refused to join Form 1. So I believe we have a good person, and we are requesting for support from the community, because he has a lot of, given his years, he has a lot of tasks in front of him. May God bless you and your team. Thank you. Asante mwalimu. Daktari Martin was I don't know, tactile or something like that. Education. I was very much challenged that at that age he was at the university. You know, we were very young. Now Evan is here. I don't know, it's your uncle, your brother Evans. How are you, Evans? I'm very happy to see you. A family igani kunete because mimi nimekulia hapo Kenunji. Dr. Martin Machakurumba alia. So ekero Madam Saranga alia Ismail notu amenye na baru school. Awanda wala kumingo mumuro no lio. Jeno yonkaga. So it's a challenge. Can you think about the challenge in terms of education? Get school ita abunere. Guide I'm just imagining so we need some pavement there so that take our number of no workers. So principal, you are here, the community is there, we are also there. We can just raise something so that it is a very big problem I've shared with you. We have a very big problem, especially the other side. Kindly, what I shared with you, let us come together to that one of the parents from the community from one. That is the way to go. That is the way to go. Where there is a problem, we are there. Give us time. Let us come together and then do what? Help our community. We are behind you. We are very much happy. I said I must attend. Mount Kenya University Thika Kiambu. But because of the friendship, the invitation that he did, personal invitation, and as a personal friend, I said I must come. Thank you very much. Thank you, Mwalimu. He has come all along from Mount Kenya. Thika is a lecturer at Thika Mount Kenya University. I just wanted to summarize so that when I go back to the chair, we're very brief. So when you be medicine. Thank you. Majina yangu ni Robert Oyaro Otuabe. Kwanza ningependa kusema bwana this is wageni wote ambao wamefika hapa, nasema asanti. Siku ya leo vile mnajua tunataka kupatia huyu mamlaka kamili. Kwa hiyo ningesema hivi, ningependa kwanza kusema bwana this is very cooperative. Ni mtu ambaye tuko na yeye pamoja. Mimi ni chairman ya Abagusika Regional Development Yetago Sub County. Bila tumekuja hapa na nimeona machifu wengi hapa, ningependa kusema hivi, machifu bila mmekuja hapa, mtusaidie watu, kuna watu hapa. Bwana DCC, Bwana SCC, machifu ambao umehudhuria sherehe ya siku ya leo, the head teacher Muma Primary School, the principal, fellow principal, Muma Secondary School, daktari nimekuona, na wageni wote wazee wa makanisa ambao mmeketi, hamjambo. Kwa sababu ya wageni, mimi naitwa Haron Nyandoro. Haron Nyandoro ni mwalimu, ni principal wa shule moja katika eneo la Nakuru County, Ole Nguruoni.
Kuresoi South. Ndio nimekimbia kutoka mpaka nimefika hapa nikichelewa. Naibu wa chief ambaye tumekaa hapa kwa sherehe yake hapa nyumbani ni mtoto wangu, na tumekaa vikao vingi kujumuika pamoja na wenzetu ili tuone kuwa sherehe ya leo imeendelea kwa utaratibu mzuri na imepangika. Mahali tutakuwa na dosari kidogo, tunaomba mkubali. Hakuna barabara straight ambayo haina kona. Na mimi ningependa kwa muda mfupi, bwana DCC, una timu kubwa hapo, na ninataka na mimi ni feel kuwa nimefanya kazi mzuri. Wale machifu ambao mmefika hapa leo na mmepita katika mikono ya mwalimu Nyandoro, tafadhali kwa unyenyekevu naomba msimame. Hebu simameni. Hebu tuwapungie mkono. Thank you so much for agreeing to sasa assist. Inaona hii timu yote yako imepitia kwa mikono ya mwalimu. Vile naibu wa chief Onesmus anachukua ushukani wa kututembeza katika sublocation yetu, nataka kusema mimi niko katika ile hali ya kuondoka. Vile anaingia, miaka yangu imefika ile hali ya kuondoka. Nilianza kazi 1987. Kutoka 87 mpaka wa saa hii, that is like 35 years nimefanya kazi. Aki miaka hivyo things niko chaka. Pesa hii. Paka banda wagote. Wakati wa kupeana nguvu, kama mnajua kuna yule anataka apewe nguvu, alafu atusaidie kufanya jambo, si mnajua vile mnafanya. Mlikuwa akinganga badabi. Wala inu mbokono. Mwaka safari anyona. Ase ngenjo dararwa kaura njete suwa tokwa kurwagu tenena. Emete wasibegeta ekora kana yana chiri yairi. Lakini omwalimu muya wanjita magendero mwana usasini akomenta matuko. Baadaye tunawalika ile kitu kidogo ambayo itakuwa, because tulikuwa tunakaa kwa kupanga vile sherehe itakuwa. You are all most welcome for a cup of tea. Okay? Lakini ikifika usiwe unataka kukula mwingine akose. Thank you. Asante. Karibu nimalizie hapo. Kuna mama anaitwa Jacqueline Tom. Jacqueline Chop. Ilikuwa tukosea kidogo, lakini sasa lazima tuwakilishe kidogo na mama moja tu. Jambo moja. Our DCC and all protocols observed, I greet you all. I greet you again. Yeah. I was given this chance to represent women in the society. So, nataka kusema hivi. Ukiona mwanaume ameendelea, jua ni nani yako nyuma yake. Mwanamke ndiye yako nyuma yake. Kwa hivyo, ukiona Onesmus ameendelea vizuri, nani yako nyuma yake? Grace Bahati Mugaka. Si ndio? Kwa hivyo, wamama mpo? Wamama mpo? Hawa wote wamepitia chini ya kina nani? Kina mama. Kuna mtu mmoja ananifurahishanga sana, ameimba hivi. Kuna kazi ngumu. Hakuna kazi dunia hii ngumu kama kazi ya kuzaa mtoto. Si ndio? Kwa hivyo
tumefanya kazi nzuri katika kijiji hiki. Sasa tuko na kiongozi ambaye ni nani? Ni naibu chief wetu ambaye ni Onesmus. Ni sitaki kupoteza wakati, lakini kwa Biblia tumeona wanawake wazuri ambao, kwa mfano kama mwanamke ambaye anaitwa Abigail. Abigail alifanya kazi nzuri, alikuwa na mwanaume ambaye alikuwa mpumbavu. Tunamwona akitetea mwanaume wake asiuliwe na kiongozi ambaye alikuwa wakati ule. Haleluya! Akamsaidia sana. Sasa tukiona uongozi wa subchief wetu ukiendelea vizuri, tujue mwanamke amemweka aje vizuri pia. Lakini kuna wanawake wengine kama Jezebel ambao walifanya vibaya kwa Biblia, tunawajua. Sasa tunamwombea msaidizi wake ambaye ni Grace, asikae kwa watu ambao wako na mfano mbaya, ila akae na mfano mzuri na kijiji chetu kitaendelea vizuri. Sasa anapoenda kuwekewa kofia katika siku ya leo, tunamwombea mema, Mungu ambariki, aongoze kijiji chetu Muma Sabrokeza ni vizuri hadi atakapomaliza, na Bwana wetu ahimidiwe. Haleluya. Nimesema asante kwa kunipatia nafasi hii. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Bugema University in Uganda. God bless you. Thank you. Asante. Kwa majina ni Josephine Okero Nywera. Asante. Litalia nere kanyawanyi ositu no mo akone ko ko mo chokoro monene. Na wasalimu wa mchambo. Kwa majina na Mbero Rangi, huyu ni mchukuu wangu Onesmus. I am Mary John from Getare. Na wasalimu wa mchambo. Kwa majina ni Martha Nyambeki. Mimi Onesmus ni kama ndugu yangu. Na hapa shuleni mimi ni mwalimu nafunza hapa. Asante. Yamana salibaga asamalieta na moramauti kurwari Getare omugambi oito Onesmus no akugambira ario bisiaye ereboro ne kirani yane yasaba konye yamana togenderere. Kwa majina ni Julius Oramini. Asante. Hamjambo nyote. Kwa majina ninaitwa Ngeresa Barongo. Hapa ni nyumbani. Yule anakuja kuwekewa kofia ni mtoto wa ndugu yangu. Asanteni. Asante kwa nafasi. Kwa majina Heidia Johnson Moseti Mokonga. Asante. I'm Stephen Olango, the BA chairman, Muma Secondary. Bratonese wish you the best and be the champion. Thank you. Asante. Kwa majina ni Robert Oyaro Otuabe. Muma hapa ndio mimi natoka. Asanteni. Kwa kwani waile bya Samaritan Steven Oino ko wesherio mugambi omuya oito chinga chingira na intutu mubate siase igasiere moto. Kwa majina ni Elda Samuel Keunde, nilikuwa mwekasina kwa hii kamati. Joseph Kambo, Senior Assistant Chief, Nyaramba Sublocation, was here. I was coordinating the team. Thank you, sir. Nilikuwa mwenyekiti wa hii kamati, a very creative committee. Watu ambao walikuwa wamejitolea, hawakuwa wanakosa kwa mikutano, mpaka tukapanga vile tumefikia hapa. Bwana Onesmus, hii timu tumejua. Ukiwa na mpango ingine,
naona kama wanaweza wakapanga mipangilio mizuri. Kama kuna ile wakati wa kupeana barua ya watu ambao wanafanya kazi, ni vizuri kuwa recognize. Lakini on my strength as your chair, vile mlikubali niwe kiongozi wa hii kamati ya kuorganize, pokea shukurani zangu kabisa kabisa. Mungu na abariki committee, na chief alikuwa one of the members, lakini ndiye atamaliza. Thank you. Bila kusahau mimi ndio nilikuwa patron ya hii committee. So sisi wote tulikaa tukaanza kupanga, ndio serikali kafika mahali tumefika sasa. So mahali tumefika sasa. Hapa tulibasi wale atenango igoro. All of the elders. Hebu songa mbele. I think Muma sublocation ndio sublocation iko na largest village elders. So saa watu ndio wanashirikiana na assistant chief immediately ingia kwa alipuni kamati yake. Berandi kulikuwa na assistant chief. So wakati aliingia naye alikuja na wake. Hao ndio wanamsaidia sasa kwa ofisi. These are the village elders. Salamia mkubwa. Thank you. Asalamu alaykum. David, it was an education. Lakini ukumbuke ya kwamba already assigned acceptance letter ya kazi. So wewe ni baraka utapeana tu, already amesign. We're just making some consultation kidogo. May I take this opportunity, wana DCC na ICC and all your officers ambao mmeandamana naye kwa sherehe ya leo. Kabla sijaongea, kwa maana nikiongea sasa mama atarudi, wacha nipatie mama nafasi, kwa sababu yeye ndiye anajua vile alilisha huyo mtoto. Wanasema uchungu wa mwana ajuaye ni nani? Sasa wacha nipatie nafasi atuambie vile alisikia uchungu. Okay. Bwana DCC na all the protocols, na watu wetu wote nimewasalimu. Hamchambo. Hamchambo tena. Ni furaha kubwa kwa sherehe ya mwana wetu ambaye ni Onesmus. Amechukua fursa hii ya kuwa assistant chief na tumewapatia afanye hiyo kazi na mumuonyesha vile inafanywa, kwa sababu amechagua hiyo kazi. Sasa hatuna la kusema, wacha aendelee kufanya hiyo kazi, lakini ajue ya kwamba asichukue hongo yoyote kutoka kwa mtu, kwa sababu hongo inaleta lahana kwa mtu. Kwa hivyo nimefurahi sana kuwaona watu wetu. Nimesema karibu tena karibu. Asante. Mwana kwani simu lituambia kwamba ukiona mwanaume anafaulu kuna mwanamke kutoka nyuma. Kwa hivyo kama nimefaulu si ndiye amefanya kazi. Wana DCC tulikuwa na nini, watu wangu wako pale. Sitaki kuwajulisha ni kina nani, lakini nataka wasumame tu waone kuna watoto wengine pale, jirani pale nyuma. Nataka tu wasumame tu mahali wako ili waonekane ya kwamba wanafurahia. Na nafasi hii nitaje yule ambao ni mkubwa, wengine hawako. Kuna mwingine angekuwa hapa lakini ako mbali, hangeweza kufika.
Omugambi anafuata huyu. Huyu ni mtoto wangu wa 3 katika jamii yangu. Anaitwa Fen Mokiti. Huyu ni Cheni. Ni mtoto wangu, yeye ndiye anafuata Omugambi. Anaitwa Cheni. Cheni Magoma au Cheni Kerubo. Hao wote wameenda shule, siwaone hivi. Ukitaka kujua mambo ya madawa katika mambo ya pharmacy, ni huyu. Ana chemistry yake kule Kisii, karibu na hospitali ya yetu kubwa, Kisii Hospital. Ana chemistry yake pale, ukitaka dawa muangalie, anaweza kupatia dadeni. Ndiawi anaitwa Damaris Nyabate. Huyu ni mchukuu wangu. Huyu ni mwalimu, lakini mwalimu wa secondary. Ijapokuwa hajaachiliwa, lakini mambo ya kumaliza masomo ya university amemaliza. Sasa anaongoja wakati serikali pengine tatangaza, ata-apply. Kufika hapo nafikiri naweza kukomea pale. Huyu mtoto alikuja na bwana yake hako. Ningependa simame tu wamuone kwa sababu naweza kukutana. Yule ndiye bwana wa mtoto wangu. Asante. TCC, LCC and all protocol observed. Na wanakijiji wote na wasalimu mchambo. Bwana asifiwe. Nifurahi. Okay, I'm very happy to be here in this coronation of my in-law, Onesmus. Congratulations, my in-law. But what I'll tell you, just be a trustworthy person in whatever you want to do. May God grant you knowledge and wisdom to pursue this work strongly. Thank you. Be blessed. My name is Amos Mojama, Intenomolas, Konyacheki, Monavasoni. Sitaki kuchukua muda sana kwa sababu siku si yangu. Omugambi atakuja, ataletwa na ile protocol. Sitaki kumuleta kwa sababu sitaki kuharibu protocol. Ningesema hivi, wana DCC, mimi nimefanya kazi yangu kama mzazi na mtoto amepata kazi ya utawala. Kile tunamuombea ni kwamba amuje Mungu kwanza. Akimuje Mungu, Mungu atampa hekima ya kufanya kazi. Ningeomba watu wetu mshirikiane na yeye ili tupate maendeleo kutoka kwake. Kwa hivyo ningesema ya kwamba mtoto nimewapatia na moyo safi na moyo mchukufu, na yeye atii wakubwa wake na afanyie watu kazi. Kwa hivyo leo nimewapatia rasmi mtoto Omugambi Oinobono. Na Mungu awabariki. Asante. Thank you so much. Huyu ndio mzee amekuwa board member hapa, chairman kwa muda mrefu. Tumefanya naye kazi. It's a good man, amepeana mtoto. Ajabu ni kwamba hawa watoto wote ambao wamelea hapa wote wanafanana yeye. Hakuna mmoja naona anafanana na mama. Thank you so much. So mahali tumefikia sasa, niko na machief na assistant chiefs watakuwa introduced from my office. Ningependa kumwalika bana ACC1 Mr. Daniel Uma just come and assist me to take over the program.
Asante sana Chief Mono. Mgeni wa heshima siku ya leo, DCC Etago Sub-County Police Commander, ACC Laban, Chiefs and Assistant Chief, the family of Onesmus, wageni wote walikwa na wananchi wa Muma. Hamjambo? Mbwamore? Saa nataka nichukue hii nafasi kabla sijasema kitu ni kukaribishe katika Muma sub location kwa hii shughuli ya leo ya coronate bwana Onesmus. Sitaongea mingi. Kwa majina naitwa Daniel Ouma Migose. Mimi ni ACC Etago Division. Najua wengi wenu wananijua kwa sababu nimewakilisha hapa kwa muda mrefu, lakini saa hii najua mko na ACC. So mimi nataka tu kusema bwana Onesmus ameanza katika ofisi yetu, na kwa kweli ameanza kazi vizuri, na siku ya leo sisi tumekuja hapa ili tumvalishe kofia, ili tumpatie la mamlaka, ili akiwa anafanya kazi yake ikiwa kirasmi. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mwingi kwa sababu siku ya leo unajua niko na mkubwa wangu pande hii, na kikazi yetu kama uko na mkubwa wako unaongea machache, lakini kabla sijamwalika akuje, nataka chiefs wote wenye wako hapa kutoka Etago Sub County wakuja hapa mbele ili niwafanyie introduction. Asante. I'm Charles Omono, Senior Chief Getenga Location, and I'm the host chief. Thank you, sir. Amen. And I'm the Senior Chief Getenga Location. Thank you, sir. Masombo what Chief na such location. Sasa. Andrew Motomo, Chief Getenga Location, tulianza kazi pamoja na Onesmus. Thank you, sir. Joseph Komba, Senior Assistant Chief Nyaramba Sub-Location, and who was taking charge of Muma. It's today I'm handing it over to Onesmus. Thank you, sir. I'm Richard Amboga, Senior Assistant Chief Ndonyo. Sir, I'm Dennis Kiruti-Nyakioma, Senior Assistant Chief Osaga. Thank you, sir. Sir, I'm Oyere Ezekiel, Assistant Chief Sub-Location, Secretary. Thank you, sir. Obara Isaac Baranamba, Assistant Chief Sub-Location. Thank you, sir. Idina Vitengo Mbaka, Assistant Chief Botabo Sub-Location. Thank you. Sir Robert Juma Okoma, Assistant Chief Munyaku. Thank you, sir. Sir Francis Sopia kutoka London Sub-Location, ambaye tunapakana na Onesmus na Ndonyo Sub-Location na Munyaku Sub-Location. Thank you, sir. Sir, I'm Darson Jokangi, Assistant Chief Amakara Sub-Location. Tuliajiliwa siku moja na Onesmus, ilitangulia kufukia kofia. Karibu sana my colleague. Thank you, sir. Sir, I'm Shemo Bichwa Yena, Assistant Chief Nyabera Sub-Location. Tulianza kazi pamoja na Onesmus. Karibu Onesmus, na ni mtoto wangu kiukoo. Thank you. Asanteni sana machief. So hii ndio team, ukiona inasemekana bwana Onesmus anafanya kazi nzuri, hii ndio team ambayo wamemfanyia orientation. Karibu sana bwana DCC. Sisi ndio wachache sana kulingana na idadi ya makabila yote kutoka Kenya. Nitatambulisha, tuko na Assistant County Commissioner anaitwa Mr. Laban Karioki. Bwana Karioki utasema majina yake. Laban Karioki ni Assistant County Commissioner ambaye anafanya kazi katika ofisi ya DC. Our DCC, our ACC1,
County Police Commander, our chiefs and assistant chiefs, na wananchi wote wa Etago na Muuma, habari yenu? Kwa majina mimi naitwa Raban Kariuki Wahu, kutoka County ya Kiambu, pande ya Central Kenya, na mimi ni ACC katika ofisi ya DCC, na nimekuwa nikishikilia hii division ya Moticho wakati ambao walikuwa tumepata ACC, lakini kwa saa hii tumepata ACC ambaye anaitwa Rogers, lakini amekimbia nyumbani kidogo, so tunaendelea kumwakilisha. So naweza kuambia Onesmus, congratulations, nimefanya na yeye kazi kwa ile muda nimekuwa hapa na nimeona kazi yake ikiwa nzuri. Asanteni sana. Thank you very much Bwana Kariuki. Wananchi, mtatambulisha Police Sub-County Police Commander ambayo ako katika kamati inayosimamia usalama katika sub-county hii yetu ya Etago. Tuko na kamati ya maofficers watano, DC, Sub-County Police Commander, Situ Commander, officer wa CID na National Security Intelligence Officer. So sisi wawili leo ndio tuko hapa. Karibu Bwana Hospidi. Thank you, sir. Our chairman, the sub-county security committee, Sir Lechuta, wananchi wenzangu, chiefs, walimu na wasalimu mjambo. Naitwa Laban Omolo. Tunaona jina inaweza kuwa shared katikati ya watu wengine. Tunaona Mr. wangu pia ni Laban, ni nameshake yangu, na pia kuna Laban hapa umuhimu nilisasikia wako. Nafikiria mnaendelea vizuri. Kwanza nasema asante kwa wananchi wa Muuma. Hii ni siku yangu ya pili kuja hapa. Nilikuja hapa nikiwa nimekuja kwa mambo ya monitoring ya exams Muuma Secondary. Nafikiria Muuma sitasikia cases mingi sana ya Muuma. Nafikiria wananchi wanajaribu kupambana na hizo hali, mambo ya insecurity within area hii ya Muuma. Jambo lingine ningesema tu, si mnajua kazi ya askari, but askari ni wachache, si kweli? Si mnakuwa wengi kuliko askari. Sasa kama saa hii niko tuko wawili tu na nyinyi ni watu 100 kadhaa, si ndio? Hiyo ndio ratio imepeanwa kwa serikali, askari moja against watu 450. Mnakubaliana na mimi? Askari moja atakana anachunga watu 450. So msiseme hospitali yako peke yake. Na wakilisha hiyo timu yetu tukiwa na our DCC, nasema asante. Ile jambo ningesi, kuna mambo inatusumbua kidogo na imeanza juzi. Wizi ya ng'ombe imeanza kunoa nanga, na hao vijana, unafikiria mtu anaweza toka Migori kuja kuiba hapa kama hana rafiki? Si lazima ametengeneza urafiki, na ni sisi tu tunatengeneza hiyo urafiki. Ndio ng'ombe zetu ya wale wamama wajane, wale wamama wamebaki peke yao ama watoto wamebaki peke yao iibiwe. Tunakubaliana na tutafanya namna gani kutoka kwao, tupate vijana gani hapa Muuma wanashiriki kwa wizi ya ng'ombe? Mtatusaidia? Na mko na namba yangu tu na mnipigie simu. Mko na namba yangu hapa iko. Lakini mnipigie simu, vijana kama hawa na hawa wanatusumbua hapa. Nitawapea baadaye. So
So naomba kabisa kwa wananchi wenzetu, kuna watu wameanza hiyo tabia na inatusumbua akili. Si mnasikia kesi ya mtu ameuawa hapa sababu ya ng'ombe? Si kuna watu walikuja kuchukua hiyo ng'ombe, si ndio? Juzi ng'ombe iliibiwa kwa chief Bwana Kenyanya, si ni kweli? Mko na habari na hiyo watu wamekuja kuchukua na msemi. So nitapeana namba baada ya kumaliza hii hotuba yangu, alafu ukiwa na fununu unaniambia kisirisiri, sawa? Na sana nategemea wamama watanipea hiyo habari. Wamama nafikiri watapeana habari vizuri, sababu wao ndio wanasikia uchungu. Ng'ombe ile inakamuliwa, inachukuliwa, inaenda. So nitapeana namba. Tunaomba tushirikiane, mtusaidie sisi askari tu brush hiyo mambo ya wizi ya ng'ombe na zile makosa kidogo hapa nyumbani. Ya pili, sasa hivi unajua kuna kura. Labda watoto kama kuna kura election, labda watoto tu ndio wajui kura, lakini wanajua kuna election inakuja. Naomba tuwe na amani, ili amani itafanya tuchague watu wale leaders watafanya na chiefs wakiwa hapa kwa grassroots. Tukichagua wale leaders wale wabaya, wale watasumbua, hatutafanya maendeleo yoyote. So tunaomba tuwe na amani, tuchague viongozi wazuri wale watasaidia wananchi wa hapa kupata maendeleo. Tumekubaliana? Na mimi naomba tena, kuna watu wengi sana hii area ndio watu wamesimama wengi sana. MCA unakuta ward moja iko na watu 40 wanagombea kiti, na hii waheshimiwa wote 40 wako na groups yao. Naomba wale groups ya kila mwanasiasa, let us please tupige kura kwa usalama, tuchague watu wetu wale wanaweza kutupea the best future for our children. Tunakubaliana? Wale vijana wetu inasemekana you are being misused. Why? Kwa nini utumike vibaya? Unatumika, unapewa kasoro mbili, unaenda kwa bana ya mtu unararua, unaenda kwa posta ya mtu unatoa. Kwa nini sasa? Wacha hizo posta zikae hapo, mtu aone huyu ni Omoi, huyu ni mgaka fulani, huyu ni mgaka fulani. Halafu siku ya kura wewe mwenyewe unajua vile utapiga kura yako. Naomba tuwe na amani kabisa, tusisande kusukumana. Sana wakati ya matanga, watu wanangojea matanga ndio watu wasumbuane hapo. Vijana wanapiga kelele, kwa nini sasa? Tuwe tolerant kwa wale wamekuja kuwadikia sisi, tusikize wao, bado uamuzi ni wewe mwenyewe. Kama na hiyo, kuna wale tayari wameshapanga vile watapigana wakati kura inaanza ama kampeni zimeanza tayari. Kuna wale tumeidentified tayari wako na mapanga, wamenua panga kali sana, wamepita ile tayari imekuwa recovered, na tunajua wale wanabeba hizo panga, na tunajua wale wanasupport wao kwa hiyo mambo ya panga. Wewe usijali, utakuchukulia saa yote tu. So ukiwa kwa hiyo group, jiondoa, support mtu yako polepole bila furugu yoyote. Na wakati amani iko, itafanya tuchague wale viongozi wazuri. Kuna jambo lingine inasumbua watu wetu sana, domestic violence. Mimi niko na bibi yangu, tunasukumana hapa kwa nyumba, tunachapa watoto hata bila kujali. Wakati tumekosana na mama na watoto wanaumia, watakosa mahali ya kulala, watakosa chakula, hata watahama. Sababu hiyo vita ya baba na mama, labda watoto wengine hawastahimili.
Si kweli? Utakuta anatoroka anaenda kwa jirani, na vile anatoroka hivyo ndio anaenda kabisa. So tunaomba kama kuna jambo lolote kwa boma, naomba tukae. Na mbeleni nilikuwa na wazee kama kitu iko nyumbani. Sasa hii ilivunjwa. Nauliza wazee, ile kikao ilikuwa nyumbani ilivunjwa ama bado iko? Si wazee wakae chini alafu wakae wasaidie vijana vile wamekaa kwa nyumba na mawaidha. Nikimalizia, nataka mfanye kazi pamoja na my OCSS mahali wapo. Sisi tuko mbali Tago, na mimi naomba tukiwa hapa tunala na OCS atuchodoroga, tuko na OCS Moticho, tuko na OCS Nyamaya, na tuko na OCS Etago. Naomba mtumie hao vizuri. Mkimisusa hao watu, sisi tutakuwa kwa shida tu. Unapeleka kesi, tayari una withdraw. Naambia OCS case ni saki yende mbele. Na kesi ni ya kustaki mtu. So mtumie wao na OCS vizuri. Sana sana wizi ya ng'ombe. Kesi imepatikana mzuri, but inafungwa hapo chini, hapo na complainant sababu amepata ng'ombe yake. Sasa kusikia hiyo. Nataka mtu akikamatwa na wizi ya ng'ombe aende kotini, aondoke kwa wananchi. Sawa. Ya mwisho, tuwa assistant chief yule umeingia kwa timu ya kazi. Na mimi najua ile muda umechukua tangu upewe hiyo nafasi, umeona. Ulikuwa na competitors wale pia unaona vile walisoma. Ni vile tu Mungu alikupea hiyo nafasi. Naomba consult before making any decision. Uwe partial vile hao mzee mmoja alisema, na uhudumie wananchi yako. Na introduce development ili unaona inasafaa watu ya nyumbani. Hapo utakuta DCC amekuandikia barua ya kusonga mbele. Usio unaona unagawanya sasa sublocation into clans. Ati hiyo ni nyumba ya Botabori, sijui vile mnaitana, hii ni nyumba sijui ya wapi, hii ni nyumba ya wapi. Don't do that, Bwana Assistant Chief. Juzi tu mlikuwa mnaongea, na chief hii iliandikwa na wakati gani? William akacheka. So vile alicheka nikashindwa. Akasema bana, mimi utakuja kwa sherehe yangu. Chief nimekuja. Kwa tunajua tu naye na kumbe sherehe yake imefika. So nasema asante, karibu na ufanye kazi na utende wema. Watoto wale wako hii wafuate mwenendo wako. Eleza wao njia to go. Alafu tutasaidiana. Now that you are empowered, kuna makosa mingi sana iko katika area yetu na inaharibu uchumi ya wananchi yetu. Mambo ya pombe, saidieni chief ajue hizo areas. Wazee nimeona wako strong. Sijaona mzee ameshika mkongoja anatembea kienda hivi. Nimeona wazee wako strong kabisa. Wakusaidie hiyo pombe hiyo reduced. Na hata wewe ukiwa na mtu anachemusha kwako, tafadhali unipigie tu simu. Ama pigie DCC. Ama pigie ACC. Tutakuja kwa hiyo goma na tuondoe hiyo pombe. Our county commander, our county police commander is bitter about illicit pool. Kwa wale wamesikia vile anafanya kazi, hataki kuona pombe. Anasema tuongee na nyinyi wale watumushaji, to introduce some other businesses for wale wanafanya nini? Wanachemusha pombe. Waache kuchemusha pombe, alafu tufungulie wao poultry alifungua. Hii ya Kenya. Kama mnaendelea kwa internet. Amefunguliwa mama tena wengine hapo kwa shamba fulani amenunua, wao wanalima vitu vingine vya kuuza haraka. So our county commander akijua area yangu kama OSPD iko na pombe, hata atanitoa hapa kesho. Unataka niondoke? Kama unataka niondoke na waje pombe iendelee ni sawa.
So naomba na chiefs na village elders muongee na hao wenye wanatembusha pombe, so that tunaweza form groups yenye tukisha form groups tunaweza ita wewe mkubwa wetu akuje atufungulie kwa biashara fulani yenye hao watu wanaweza fanya. Hiyo ni mbaya. Kama askari anataka kufanya biashara nyingine si nzuri. Nasema asante sana na Mungu awabariki. Na apeane nguvu kwa chief aendelee na kazi yake. Asante sana. Thank you very much. Ya tumpigie makofi bwana Ostudu. Tumekutana siku ya viongozi wa area hii wakiongozwa na senior chief na wananchi wote kwa jumla, sababu hakuna mtu ambaye amelazimishwa kufika hapa. Iko mtu amelazimishwa kufika hapa? Nimekuja kwa sababu ya hiari yenu. Kwa hivyo mimi niko na furaha sababu ya kualikwa kama mgeni wa heshima. Mwaliko hii imetoka kwa watu ya Muma Sub-Location. Na nimesema nashukuru head teacher. Ukiangalia katika sheria au policy mpya ambayo imetoka katika Wizara ya Elimu, hatustahili kuwa na sherehe kubwa kama hii katika kiwanja ya shule, hasa wakati ambaye masomo inaendelea. Lakini tumeshauriana na viongozi, tukashauriana na Sub County Director of Education Mr. Morris Saka, na tukapata kujua ya kwamba sub-location hii hawana kiwanja ingine isipokuwa tu hii ya primary school au labda ya secondary school. Na hata ukitembea ukipita barabara kona yote inaonekana ya kwamba idadi ya watu imeongezeka katika area hii na mashamba imeendelea kuwa kidogo. Na tunashukuru majirani yetu hapa. Anashukuru sana sababu tuko na assistant chief ya Lontare. Watu ya area hii wanalima kule. Juzi wakati tulikuwa tunatawasa assistant chief Nyabera, Mr. Shemo Binjo, huyu assistant chief Lontare alikuwa huko. Tulikuwa na assistant chief pia ya Kenyenya. Na sisi kama wafanyikazi ya serikali tunapendana na tuna hamu ya kujuana, sababu huwezi kufaulu ukiwa peke yako, na tunapenda kushikana na wananchi ili tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Wakati tulitangaza nafasi hii ya Muma Sub-Location, vijana wake kwa waume wale waliomba hii nafasi walikuwa 17, na katika hiyo matangazo ya hiyo kazi kuna kiwango ya masomo ambayo tunataka mtu wako na C-, mtu ambaye amefanya kompyuta, na mtu ambayo amefanya course yoyote ya diploma au certificate kuhusu masomo yote ambayo inaweza inua maendeleo katika jamii, au masomo ya diploma yoyote au certificate ambayo inaweza kurahisisha fikira yako kutangamana na wananchi. Basi kati ya wale 17 tunakuanga na komiti ambayo inakaa chini inafanya ile ambayo inaitwa shortlisting, kuangalia nani yako na kiwango gani ya masomo. Na idadi hiyo ya wale waliomba hiyo kazi ikapungua, tukapata wale ambaye wanaweza kufaulu kuchukua hiyo nafasi walikuwa 12 ambaye wako na kila kitu, wako na C-, hata kuna wengine wako na C na wako na certificate in computer. Basi tukafanyisha interview, na interview
huwa inafanywa na kamati ya watu 5. Kamati ya watu 5 ambayo iko na maofisa ambayo wako na ujuzi mbalimbali. Kuna mtu anaangalia kitambulisho, sababu mtu anaweza kutumia kitambulisho bandia. Kuna mtu ya elimu ambaye anaangalia certificates, na tuko na maofisa wengine ambayo wako na ujuzi mbalimbali. Tuliendelea na interview ya watu 12 na kulingana na sheria tunatakikana tupeleke Nairobi jina ya watu 3 ambayo wamefuatana kwa max, na hiyo majina ikifika Nairobi kuna uchunguzi pia ambaye inafanywa. Historia yako inaangaliwa na Criminal Investigation Department wakishikana na idara ya kitambulisho. Nakumbuka katika sehemu moja kuna mahali tumeweka mtu number 1 kulingana na vile amejibu maswali, akawa number 1, ako na certificate ya kutosha, lakini baadaye ile record ambayo tunaambia huyu mtu siku moja aliua ndugu yake. Ile report ambayo tumepata kwa CID. So kamati ya Nairobi wanakaa chini, wanaangalia ile report ya CID na kutoka kitambulisho, basi wanasema number 1 ako na hii makosa, wacha tuangalie number 2. Ikiwa number 2 ana makosa yeyote, basi anachukuliwa. Na ikiwa pia number 2 ako na shida yoyote ambayo inahusiana na mambo ya criminal issues, kwa sababu hata wakati unaleta hiyo certificate yako kuna kitu inaitwa certificate of good conduct ambayo inaeleza you are clean within 1 year. Hakuna uhalifu wewe ambayo umefanya kwa mwaka hiyo, alafu mwaka ikiisha unaenda unachukua tena certificate of good conduct kutoka kwa CID. Lakini ikifika wakati ambayo number 1 ana makosa, basi number 1 anachukuliwa. Na ningependa kueleza nyinyi ya kwamba number 1 na number 2 wanaweza achana na max moja au 2. Unaweza kuta watu 10 wamefuatana. Ukiangalia kati ya watu 12 ambayo tulikuwa tunahoji, Onesmus alikuwa mdogo kati yao. He was the youngest. Tumpigie makofi. Na hata ikiwa alikuwa mdogo kati yao, huwa sisi tukiwa wanakamati ambayo tunachagua kiongozi, hatuulizani maswali sisi wenyewe kwa wenyewe. Wewe unakaa kwa meza yako. Tumepewa kutoka Nairobi kulingana na education level. Kama ako na sima ina standard, kuna max unaambiwa pea hiyo mtu. Kama ako na certificate ya computer unaambiwa pea max 5 au 10. Tunauliza maswali kuhusu hii sublocation. Tukiona wewe ni mtu ambaye ulizaliwa hapa na ulienda kukaa Nairobi, ukasahau sublocation yako, hata mipaka ujui, hata vile unaenda ujui, basi tunasema huyu mtu hana interest ya hii sublocation. Hata tunakuuliza matatizo ambayo iko hapa, tunaangalia hiyo, tunakuuliza maswali ambayo inahusu Kenya kwa siku ya leo, tuone kama wewe unajua vile dunia inaendelea. Unaulizwa maswali ya kompyuta. Iko mwingine anaenda kununua certificate ya kompyuta na kuja kudanganya sisi ati yeye amesomea kompyuta. Tunauliza what is a mouse? Anasema mouse ni panya. Kwa hivyo
Hiyo vitu kidogo kidogo inapunguza nafsi yako. Basi nataka tu kueleza wino. Nashukuru sana kwa sababu nimeona watu wengi hapa na inaonyesha ya kwamba hawa watu wanakupenda. Na wakati tulikupea karatasi ya kuteua wewe kwa kazi, hatujapata malalamiko yoyote kutoka mashinani. Baada ya kupata karatasi ya kwanza ya kuonyesha ya kwamba wewe serikali imetosheka, tumekaa karibu mwezi 5 ukingojea barua ya mwisho pamoja na wenzako. Huwa tunatuma certificates kwa NEC, Kenya National Examination Council. Kwa sababu iko watu hapa wanaenda Rimaro wanatengeneza certificate ya form 4. Anasema nilisomea primary school ya Muma. NEC wanarudi wanatuambia huyu mtu hajawahi kukanyaga mlango ya classroom ya Muma primary. Kuna wengine hapa wamefanya kazi karibu mwaka 2 au mwaka 1 na baadaye ikakunduliwa ya kwamba yeye alikuwa amedanganya. Ukifanya jambo kama hiyo, huwa tunaambiwa mkamate huyo assistant chief, mpeane kwa CID. Na CID wanapeleka kotini. Kwa hivyo hawa assistant chiefs assistant chiefs 3, Nyabera, Amakara na chief Chicago location, pamoja na tutasimamisha baadaye Onesmus. Au wote tumechunguza hawa na serikali imetosheka ya kwamba wanastahili kuendelea na kazi. Tuwapigie makofi. Na tangu mlipoanza kazi tumeona bidii yenu, sababu wakati hii serikali inatumia teknolojia kutatua matatizo ya watu. Shida ikitokea kwa sub location, tunataka chief apige picha, aandike ripoti yake na atume kwa WhatsApp au kwa email, na hiyo ripoti inakuja inapitia chief, inapitia DO, inakuja kwa DC, inaenda kwa county commissioner, kwa region, na inaenda mpaka kwa PS na minister wetu Dr. Fred Matiang'i, na inaenda kwa president. President anapewa briefing jioni, katikati ya usiku, asubuhi, katikati ya mchana karibu saa 6 na jioni pia saa 11 au saa 12. Na hiyo ripoti yote inatoka kwa sub locations ya Kenya mzima. Kwa hivyo ukiajiri assistant chief ambaye hajui kompyuta, basi tutakuwa tumeangusha rais, tutakuwa tumeangusha nchi, tutakuwa tumechelewa kueleza serikali shida yenu. Hata ng'ombe ikiibiwa leo hapa, lazima hiyo ripoti ifike Nairobi, na lazima tuseme tumechukua hatua gani. Nashukuru sana wale vijana, the young men and women who did the interview with all these candidates. I know very many of them are here. None of them has ever complained about the appointment of these assistant chiefs and the chiefs. Hiyo inamaanisha kwamba hawa ni viongozi wametosheka kwa ile matokeo ambayo imetokea, na wale panels ambayo wanapeana marks. Mimi napeana marks yangu, education anapeana yake, na kitambulisho anapeana yake, alafu average inatolewa katika county level. Average, hakuna mmoja wetu anajua huyo nani anaongoza kati ya hao watu 11 au 12. Average ikitoka, basi report inatumwa Nairobi, na kabla haijaenda lazima itakaa karibu wiki 2 au 3, serikali ikichunguza kama
kama kuna rushwa yoyote ambayo imeenda kwa hiyo kamati au mmoja kati ya wale wana komiti. Nashukuru hawa viongozi ambayo hawakupata hiyo nafasi, sababu wamekuwa wavumilivu, na serikali inaendelea kufungua nafasi nyingi ya kazi. Tuko na location ya Nyamaiya, location ya Ndonyo ambaye ni mpya. Tuko na sub location ya Makongeni, Mogenda na Mesocho, yote iko ndani ya hiyo sehemu ya Nyamaiya na South Mugirango Korabu location. Hiyo locations ilikuwa imewekwa kwa Kenya Gazette, na naambiwa ya kwamba kuna barua ambayo iko njiani ya kupea sisi authority ya kutangaza hiyo nafasi ili tuweze kuchukua vijana. Tayari barua imekuja ya kuambia sisi tangaza nafasi ya Nyabiosi. Nyabiosi iko katika hii location ya Getenga. Lakini nimeshangaa sababu wakati tulitangaza nafasi ya Nyabiosi sub location tulipata application 7. Only 7. Na wakati kamati yangu imekaa chini wakafanya shortlisting kuangalia nani amefikisha sima ina standard na ako na certificate ya computer, namba ikadrop mpaka 5. No, namba ikadrop to 4. Namba ikadrop to 4. Sasa tumefanyisha interview na process imeanza. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu atadrop, ni mtu mmoja tu ndio atadrop hapo kati ya hao wanne. Majina 3 itaenda Nairobi na watu 3 watachunguzwa. Sasa mimi sijui nani ndio atachukua assistant chief ya BOC. Sijui kama ni number 1, number 2 au number 3. Basi niko na tangazo kidogo ndio tuanze sherehe ya kutawaza assistant chief wetu. Wakati huu serikali iko na program. Serikali inataka kuweka Wakenya katika register moja. Register moja ambayo inaeleza kiwango ya uchumi ya kila boma. Kama Otondi Nyambuzi hako na nyumba ya mawe, itaonekana hako na nyumba ya mawe na hako na maji ya fereji na hako na watoto kiasi hii wamefika university, kiasi hii bado wako secondary, kiasi hii wako primary. Na mzee Otondi Nyambuzi hako na bibi 2 au 3 au 5. So serikali inatengeneza hiyo register. Na hiyo register itakuwa inatumika na kila wizara. Wizara ikitaka watu ya kusaidia wanaenda kwa hiyo register. NGO ikitaka watu ya kusaidia na wamesema tunaenda kufanya hiyo kazi ya Etago sub county, wanapewa register ya Etago sub county. Ikiwa wanataka single mothers, akina mama ambayo hawajaolewa, hawa wale ambao wazee wao wameaga dunia, wanatoa list yao katika hiyo register. Na sasa hii kazi imeanza. Sisi kama Etago tumepewa wale watu wanaitwa listing class. 3 kwa kila location. Getenga iko na 3, South Mugirango Korabu iko na 3,
Otendo iko na 3, Nzake iko na 3, Kamielo iko na 3, na kazi ya hawa clerks ni kuchukua record ya households ya maboma, ya kwamba ukitoka kwa boma ya Otodi, ile boma inafuata ni ya Nyanduzi, ile inafuata ni ya Upemwa. Hiyo ndio kazi yao. Ndio alafu sasa serikali imeajiri vijana ambayo wanatoka hapa kwenu nyumbani. Katika sub county hii tumeajiri vijana 40 ambayo sasa wanaendelea kusomeshwa vile wataendesha hiyo kazi. Wanamaliza masomo yao kesho. Yule ndio ambaye anasimamia hiyo kazi katika ofisi ya DC ni Mr. Kairuki. Na tuko na officer ya social development, tuko na children officer hapo ndani, na tuko na maofisa wawili ambao wametoka county. So kati ya watu 40 36 tunaita enumerators, wale makarani ambao watachukua hiyo record yenu. 4 ni supervisors yao, wale ambao wanafuata hawa kuangalia kama wanafanya kazi vizuri, na assistant chief na chief pia wameagizwa na serikali wafuatilie hiyo kazi kuonekana ya kwamba imeendelea vizuri. Kazi ikianza mapema, tuseme saa 12 asubuhi au saa 2, mwisho ya hao makarani kufanya kazi ni saa 12 ya jioni. Kwa hivyo tafadhali usisumie hawa kuingia boma yako, usikatae kusema kujibu maswali ile ambayo watakuuliza. Kama watoto wameaga dunia, sema tu wameaga, usiseme ati hawako hapa. Sasa kwa sababu hiyo ni lugha yetu ya Kiafrika ya kwamba hawako, na labda wako mbali au labda hawako kwa sababu ya uhai. Kazi hii inaanza Jumatatu tarehe 13 next Monday na itaendelea mpaka July 7. Basi tuko na kazi nyingine pia ambayo tutaanza Friday next week, ambayo tunaita General Hygiene kazi mtaani. Inamaanisha ya kwamba afya kwa jumla ambayo tutapata kupitia kazi ya mashinani. Na serikali inataka vijana kati ya umri ya miaka 18 mpaka 35. Bora mtu ako na kitambulisho na ako na Safaricom line ambayo inafanya kazi. Sio ile umesajili last year na ukaweka kwa mfuko. Ni ile ambayo inatumika. Sababu ikifika wakati ya kulipa, pesa yako itakuwa inalipwa kupitia Safaricom M-Pesa. Na katika sub county yetu tumepewa nafasi ya kuajiri vijana 273. Na wale ambao watakuwa wanasimamia hao wafanyikazi ni wake kwa waume 9. Assistant chief atakuwa anaandamana na group ya watu between 30 and 40 wakiwa na supervisor mmoja. Kila asubuhi wana consult na chief yake na wana consult na wananchi na wanasema kazi leo ile tunaenda kufanya ni hii. Kama ni kusafisha hii soko yetu ya Nyamaiya au ya Ndonyo, basi hiyo ndio itakuwa jukumu yetu, au kufyeka barabara. Ikiwa barabara imejaa msitu inataka kufungana, ikiwa kuna culverts ya barabara ambayo imefungana haichukui maji, so chief na assistant chief wanaongea na hawa vijana kila asubuhi, wanaonyesha hawa kazi. Ikiwa chief au assistant chief ako na emergency, anatoka tu kidogo 1 or 2 hours and then you come back uangalie vile wanaendelea. Asubuhi wakati vijana wanaripoti kazi, kila kijana anachukuliwa picha yake
Na hiyo picha kulingana na mahali huko, hiyo picha inatumwa Nairobi, na Nairobi wanaona GPS mahali huko, kama kweli huko Muma au labda umepiga picha ukiwa Kabiero. Na hata ukitoka kazi lazima upige picha tena jioni. Nimesema ya kwamba hii kazi itaanza Ijumaa next week na itaendelea kwa siku 9. Baada ya siku ya 9 vijana wanaenda break. Mnaenda break for another 9 days. Kama uko na shughuli Nairobi au Nakuru unakimbia kufanya hiyo kazi yako, then you come back again after 9 days. Unakuja kuanza kazi yako. Wale laborers watalipwa shilingi 500 kwa siku, na yule ambaye anasimamia timu yake analipwa 555. Na yule supervisor, ikiwa umechaguliwa kama supervisor, lazima uwe na simu kama hii yangu. Na ikiwa huna saa hii, enda tafuta sababu ikifika Ijumaa next week kama huna hiyo simu, basi nafasi yako itapeanwa kwa mtu mwingine. Basi naona nimemaliza ile matangazo ambayo nilikuwa nayo, na Onesmus Owino ameongeleshwa sana na wale viongozi ambayo walitangulia. Na Owino kwa wakati kidogo ambaye nimeona yeye pamoja na hao wenzake, ni kijana ambaye ako na heshima. Na ni kijana ambaye anajua kazi yake. Nakumbuka kuna wakati moja ambayo kuna mwalifu alifanya makosa na wananchi walikuwa wanataka kunyoroza yeye, na akapembeleza wananchi, akaambia tafadhali mnipe hii mtu nipeleke mahali ambaye anahitajika kisheria, na akapeleka hiyo mtu kwa polisi. Ningependa tu utende haki, tenda haki kwa wote, weka wananchi wote sawa, hata kama mtu amesoma zaidi na yule hajasoma, mzee na mama na kijana au mtoto. Nashukuru hiyo sifa ambayo nimesikia kutoka mwalimu mkuu wa Muma Secondary School. Serikali imepea machief na education department jukumu ya kuhakikisha kwamba watoto wote wameenda shule. Hatutaki mtoto ambaye anaacha shule akiwa class 5 au 6 au akienda form 1 au akiwa form 3. Tunataka kujua hiyo shida hiyo mtoto ni nini. Kwa hivyo heshimu hao watu yako. Unaona vile wamekuja wote namna hii. Hakuna mtu aliwekwa pingu ndio afike hapa. Amekuja kwa sababu ya heshima ambayo anakuheshimu. Kwa hivyo wewe endelea kuheshimu hawa. Sikiza hawa vizuri. Uwe mtulivu. Pea mtu nafasi ya kueleza shida yake. Usijifanye kama unaelewa shida ya kila mtu. Lakini kuwa mtulivu, sikiza hawa. Ikiwa hauna uwezo ya kutatua shida yake, pea hawa mwelekeo ya kwamba shida yako naona itatatuliwa na public health officer, naona itatatuliwa na children's officer, naona inaweza tatuliwa na chief, naona inaweza tatuliwa na OCS, naona inaweza tatuliwa na education officer. Refer them to the right places where they can be able to get service and get satisfied. And also allow them to complain when they are not satisfied. Wananchi, mko na haki ya kulalamika. Hata ukija katika ofisi yangu na unaona ya kwamba sijakupea huduma ambayo inayofaa,
uko na haki ya kulalamika na kwenda ofisi nyingine ya juu. Kwa hivyo mimi nashukuru nyinyi watu ya Muma. In fact, area hii yote kutoka Ochodororo mpaka Mesocho, nashukuru nyinyi sababu mumebuni amani na majirani yenu. Mumebuni amani. Mara mingi tumekuwa na shida ile ambayo OCD ametaja. Mtu anachukua ng'ombe ya mtu, anaingiza kwa sugar plantation hapa Kenya, anaficha siku 2 au 3, anaelekeza kwa soko, labda Suneka au ile ya Sengera. Wengine wanapeleka mpaka hata soko ya Kuria au soko ya huko ndani, huko Masaini ndani. Lakini nashukuru huyu assistant chief ya area hii ya Kenya pamoja na wenzake, sababu wametusaidia mara mingi. Wengine wanaleta ng'ombe ikifika hapa kwa mpaka, ndio ionekane labda majirani wetu ndio wamechukua ng'ombe, wanarudisha wanaweka probox, wanaelekeza pande hii. Juzi kuna mtu nani ajisalimishe kabla hatujatafuta yeye na ujuzi wowote. Hivyo kijana alidunga askari kisu huko Malo. Tukaambia wazazi yake walete hiyo kijana kwa station. Wakakataa. Wengine wakaenda kuchangia ile pesa, wanaambia enda Tanzania. Lakini Mungu anani amechangiwa pesa, anapotea siku 2 anarudi. Anapotea siku 2 anarudi. Lakini Mungu ndio anaambia hakuna mahali wewe utaenda. Na anakuja anakaa kwake akiwa na mkuki na panga na kisu. Na askari wetu wakaenda wakasingira yeye usiku moja kwa nyumba. Akaambiwa tafadhali toka na uache silaha yoyote ambayo uko nayo. Akasema sitoki. Sitoki. Niko tayari kung'ang'ana na nyinyi. Akaambiwa utoki, na askari wamesingira boma yetu. Askari wakarusha tia gas kwa dirisha. Nyumba yote ikawa giza. Na akaanza kukoa. Akakoa. Akarushiwa tena ingine. Akapitia kwa dirisha. Akaambiwa simama, akakataa. Lakini baadaye alikamata. Saa hii yako prison. Ako prison huko Kisii. Ako rumande akiendelea na kesi. Sasa tukauliza wazazi wake, kwa nini amungeleta yeye? Nini? Alikuwa ameiba mbuzi kutoka area ya Migori. Na akachukua mbuzi tena ya mama mjane. So wino wakuja hapa mbele na mke wake. Naomba pia baba yake na mama yake wasimame hapa karibu. Naomba mwenye boma anastahili kusimama katika upande ya kulia, na mama anakuja upande ya, na tunaangalia mahali jua imechomoza. Basi sasa assistant chief tuanze kuvalisha madaraka. Hiyo madaraka iko na bendera ya Kenya. Bendera ya Kenya na iko nusu. Ya assistant chief inakuwa nusu na ya chief inakuwa full. Kwa hivyo
tukipea hiyo madaraka tumepea mzigo yote ya serikali. Tumeambia mzigo ya serikali tumekuwekea kwa mabega, na hiyo mzigo ya serikali ni matatizo ya wananchi. Unaelewa? Sasa tumewekea matatizo ya wananchi kwa mabega. Ikiwa mtaona hataweza baadaye mtatuambia. Na tumewekea hii kamba. Hii kamba iko na vile na serikali. Tumepewa uniform atambulike ya kwamba ni mtawala wa serikali. Sasa wakati huu mtaenda kupee kofia. Hii kofia ni alama yetu ya utawala. Hii kofia tumerithi kutoka wakoloni, lakini ikabadilishwa kidogo. Kwa hivyo sasa hii kwa mbali unaonekana ya kwamba wewe ni ofisa ya serikali. Na unaona iko na alama hapa. Iko na simba, iko na mkuki, na iko na ngao. Tumeambia yeye utumie hizo vyombo kulinda wananchi, lakini sio kuumiza wananchi. Atumie hizo vyombo kufanya nini? Kulinda wananchi na kuleta usalama katika area hii. Sasa tumempea vimbo. Vimbo hii iko na alama ambayo inafanana na hii. Na hii vimbo sio ukikasirika ati unachapa nayo wananchi. Hapana. Hii fimbo ni fimbo busara. Fimbo ambayo serikali imekupea ili uongoze wananchi. Onyesha hawa njia. Onyesha hawa barabara ya maendeleo. Onyesha hawa barabara ya amani. Kwa hivyo kwa niaba ya serikali ya Kenya, Assistant Chief Onesmus Owino, nimekupea hiyo kipawa ya kuelekeza wananchi. Basi sasa tuvae kazi sipokuwa our able DCC, ACC is present. And all protocols observed. Good evening. Kwa majina, kwa wale wageni, mimi naitwa Onesmus Owino, Assistant Chief Moma Sub-Location. Bwana DCC, kabla sijanena mengi, ningependa kumkaribisha mke wangu aseme machache, kisha nitanena baadaye. Utakamilisha. Bwana DCC, ACC na mkutano wote na itifakati zote zilizofuatwa, mjambo. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu, maana umbali huu ni yeye. Bila yeye hatuna uhai wowote ule. Pili, ningependa kuwashukuru timu ngao kwa kumweka mume wangu makopani, mmemuongoza, mmemuonyesha jinsi kazi inavyostahili kufanywa, na washukuru na mbarikiwe. Tatu, na washukuru wazazi. Manake kama si wao pia tusingekuwa hapa tulipo. Wametushika mkono, wametuongoza kwa mengi, na pia wametupea mawaidha ambayo yamekuwa yakituongoza maishani. Mshukuru, mbarikiwe zaidi na muendelee kuwepo ili muwe mkituonesha njia iliyo sawa. Bwana DCC, nataka kuahidi ya kwamba nitamshika mume wangu mkono
Anaponihitaji nitamuongoza na nitamuonyesha anachotaka. Mawaidha kutoka kwangu nitampa pia. Kwa wanakijiji, naomba tushirikiane, tuache porojo nyingi, manake bila ushirikiano hatuwezi pata uongozi ulio bora. Tushirikiane ndipo tumpe naibu chief nyakati nyepesi za kufanya kazi na pia wapatie huduma bora katika kijiji hichi. Mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Grace Bahati. Asante. Pia nami ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuongoza watu wake katika kitengo kama naibu chief wa Muma Sub-Location. Pili, ningependa kupongeza ama kushukuru serikali ya Kenya katika wale wengi tuliokuwa tumefanya interview kwa kuona kwamba katika uongozi wa Kenya kuna kitu moja muhimu tu waliona ambacho nitapeleka kwa wanakijiji kwa sub-location ili Kenya na uongozi wa Kenya upige hatua. Kwa hivyo nashukuru serikali kwa nafasi hiyo. Tatu, wana DCC na washukuru wale wote tulioshirikiana ama tulikuwa katika interview. Kwa maana tukiwa tunasubiri tuingie kwa panel, tuliambiana ya kwamba chief atatoka miongoni mwetu na mwenye atapewa nafasi hii tutamfanya kazi na yeye. Na kwa hakika mliponipa barua ya appointment, ndugu zangu na dada zangu walinipigia simu wakanipongeza na tunaendelea kushirikiana kufanya kazi pamoja. Nawashukuru sana. Najua wako, lakini kwa sababu ya muda sitaki kuwaleta, lakini ninasema Mungu awabariki. Na kama kuna mahali mnahitaji usaidizi wangu, nitawasaidia kama ndugu na dada zangu. Pia ningependa kushukuru uongozi wa kanisa, maana maadili yote na heshima na jinsi ya kufanya kazi nimeelekezwa na kanisa. Ndio maana hata katika maamuzi yetu, wale ambao mmekuja kwa ofisi yetu, nimeona ya kwamba Biblia imetatua kila jambo. Kwa hivyo hatuna wakati mgumu wa kutatua shida za watu wetu. Kwa hivyo nawashukuru, maana tunapoelekezwa na Mungu tutatenda kazi kwa haki bila kuhujumu mtu yeyote, licha ya umri wake, masomo yake ama ile mali yako nayo. Kwa hivyo kanisa imefanya sehemu kubwa katika umbali huu limefika. Bila kusahau wazazi wangu, maana with your permission DCC uliniambia nitoe historia kidogo. Ningependa kusema kwamba wazazi wangu wamenitoa mbali. Kwa maana mimi niliona hata kabla sijaenda college, maisha ilipokuwa ngumu, nilienda kwa wazazi nikawaambia nasikia niende shule. Maadui wa elimu wakaambia wazazi wote peleka mtu mwenye ameoa shule, lakini kwa sababu baba alikuwa ni mtu wa elimu na alikuwa anapenda masomo, akanipa fursa hiyo, akanishikilia. Licha ya kwamba kulikuwa na wengi walikuwa wameenda shule wakati huo, akanisaidia. Nikafanya masomo yangu ya kwanza, Diploma in Information Technology, nikamaliza. Kung'ang'ana kidogo na maisha, nikaona hakuna kazi. Baba akawa politician, akaanguka kwa kutafuta MCA. Akaniambia next time simama, iko pesa kidogo, unataka kwenda shule? Nikamwambia waje niende shule tena. Ndio nikaenda Kenya Wildlife Service Training Institute, nikachukua diploma ya pili kwa wildlife
management. Mungu ni mwema. Nilipomaliza tu masomo nikiwa shule nilikuwa mzee, naonekana mimi ndio mzee kwa sababu nilikuwa nafanya na watu wenye wametoka shule high school tu. Sasa nilikuwa nauliza mzee, umekuja kufanya nini? Na nimefika miaka 30 na kitu, naambia nimekuja kufukuza ujinga. Lakini katika hali ya kufukuza ujinga Mungu akanibariki na kazi. Kwa hivyo nashukuru sana. Ndio maana naimiza vijana wenzangu kwamba kuna msemo wa Kikisii unasema unagesera tana goroki. Yaani mwenye yako na ile ngozi ya ng'ombe akiwa anatembea nayo hawezi kosa mahali pa kulala, akikia kwa jirani tu ataambia weka hapo ulale. Kwa hivyo ukiwa na masomo ni kama kuna nini egesera. Sitaki kuchukua muda. Ningependa kumaliza nikisema Onesmus Sublocation nimewashukuru. Nimewafulia kofia, mmekuja kwa njia nzuri. Na ninaamini tutafanya kazi pamoja tukishirikiana. Tutafanya kazi bila uoga, bila kupendelea, na zote tutafurahia huduma ya serikali. Mungu na awabariki. Nyemelea wapi akatoa hii bibi. Ameongea Kiswahili sanifu. Sijui alikaa Mombasa kidogo kama wasasi. Kwenda baya anamkaribia na mkoso. Ama Mungu kama usabu hiyo. Na hiyo ndio kazi yake. Sio wewe unaanza kazi na waje kushukuru Mungu. Yeye ni chifu wenu. Ni consultation with me. Tangu anza kazi alikuwa akifanya kazi consultation. So sasa leo tumekuja sherehe yake. Mtoka wakati. So with your permission sir. Gawaje protocol. Sherehe sasa tunataka kubadilishia. Alafu tukimaliza hapa toka kwa anybody with a uniform. Mtu yote ambaye anafaa uniform, umefaa hata umeacha nyumbani, kuna kitu mkubwa nataka kutuambia. Maana tunaenda kukaa, kuna meeting kidogo tunafanya huko. Mtu ya uniform hata kama umeacha nyumbani. Abande, abatoka ande chakete kama chama niko toka itiade natoka kwa. Kuna wageni wametoka nyumbani saa. Wananijua mimi abanda hapa si mahali ya kujitambulisha. Lakini kwa manufaa ya wengine, mimi naitwa David Kengere Kenyanya. Chief wa South Mugirango Sublocation jirani yenu hapa. What I can tell my colleague here, Bwana Onesmus, ile kitu vile nimeona huko nayo bahati kubwa ni mwanamke. Hii mwanamke yako na uzuri ametoka ile yangu. Hapa karibu. Hapa Nyamaie. So it's a product of my area. Mstari ni yule kusema ya mlelewa kwao ni huko Ukambani. Sio. Amekaa Mombasa. Hiyo Kiswahili yote majina bahati ni kutoka hiyo dunia. Hiyo kujua kuchunga mwanaume ni apande ile. Hiyo kumsaidia maongezi nzuri ni kutoka ukule. Ukichanganya na kwetu hapo sasa amekuwa sawa sawa. Kwa hivyo usifukuze yeye bwana, ukifukuza taabu utapata. Thank you. Asante sana. Mlisikia DC akisema chifu alibia ng'ombe? Ndio mlibia ng'ombe mkafikiria atakonda. Bado ndiye ataendelea. Mungu atambariki sana na ingine itakuja. Ningependa kumleta former MCA. Kubariki the new assistant chief. Just kubariki tu. Kwa sababu Mungu amino lenge. Anenko liare. Bwana DCC, viongozi wote ambao mko hapa, wananchi wa Muma, mjambo. Bwana Ones, leo ni siku yako, tunashukuru sana. Tunataka kushukuru sana serikali ya Kenya kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wanafanya, hata tunaiona siku ya leo. Kupitia kwenu vyombo vya serikali na ulinzi wetu, tunashukuru sana. Mimi nataka kusema tu kimpongeza, huyu ni kijana yangu Ones, nikiwa MCA wa Getinga Ward, ambaye alinipatia shida nyingi sana kumtafutia kazi ni huyu kijana. Kwa hiyo
hivyo nawashukuru sana kwa sababu mmeniondolea mzigo. Sasa nitashughulikia mwingine. Alikuwa mtu mzuri na mtu mcha Mungu, anapenda kanisa na uongozi wake sina shaka atawaongoza watu wa Mombasa application vizuri. Kama vile amesema, anatumia neno la Mungu kuongoza watu. Pamoja na mimi nikiwa ninaomba Mungu anisaidie, tutafanya kazi na maendeleo itafika hapa na uzuri utakuwa hapa bwana. This utashuhudia hayo. Kwa haya machache nawashukuru sana kwa hii nafasi bwana chief, na ninaombea mema na naombea Onesmus na mke wake maisha mazuri akiwa chief. Asante. Asante sana mheshimiwa. Sasa tukimalizia, ndio mjue hata sisi naenda kanisa. Ningependa kuita chief kitaka location tufungie na maombi. Yana no mkisangia awatu ga sidimo. Nirubendi mama yetu. Takubariki mkutano ili tuweze kufanya maombi. Ningependa tuweze kuwa na utulivu wakati tunamwomba Mungu. Dini zako. Asante sababu ulituumba kama wana wako. Asante kwa ukombozi ambao ulitupatia kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani. Asante kwa uongozi ambao umetupatia. Tulipoasi kule Edeni, ulisema kwamba wanadamu utawaongoza. Kwa hivyo kati yao utakuwa unachagua viongozi wa tabaka mbalimbali. Moja yao ni mwenzetu Onesmus ambao umemteua kuwa kiongozi wa sublocation hii ya Muma. Tunamwombea mibaraka yake ya kipekee. Mungu uweze kushuka, unene naye, unene na mke wake, ili watakapokuwa wakifanya shughuli hii wafanye kwa haki na ukweli kwa utukufu wa jina lako, ili wote ambao wanatoka area hii waseme asante kwako na waendelee kuinua jina lako. Utembee nasi na utuongoze katika maisha yetu yote, na zaidi ya yote utufanikishe katika ufalme wako. Ndio ombi letu katika Kristo aliye Bwana wetu. Barikiwe. While the world looks upon me as I struggle, our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
said there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. Cause you brought me. Yes, you brought me from a mighty long way. A mighty long way. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank you, Lord. Cause you brought me, yes, you brought me from a mighty long way. A mighty long way. You've been my father, Been my father, you've been my mother, been my mother, you've been my sister, my brother too. Because you brought me, yes, you brought me from a mighty long way. A mighty long way. You've been my father, you've been my mother, you've been my sister, my brother too. Cause you brought me, yes, you brought me from a mighty long way. A mighty long way. Lord, you've been my bread, you've been my water, you've been my water, you've been my life, my everything. Lord, you brought me, yes, you brought me from a mighty long way. A mighty long way, yeah. You've been my bread, oh, you've been my water, you've been my life, Jesus, my everything. Cause you Brought me, yes, you brought me from a mighty long way. mighty long way. I wanna say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Lord. You brought me, Yes, you brought me from a mighty long way. Mighty long way. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, I thank you, Lord. You brought me, Yes, you brought me from a mighty long way. Oh, you brought me through every valley of darkness. But I couldn't seem